hatuwezi kuona na kujua mambo ambayo unayo wewe, shida ulionayo, mpaka ile mwili wa Kristo unaojua na kuona kila kitu utanipa taarifa, maana we are connected. Ndio maana hata mganga, kwa sababu yuko connected na maroho yanampa taarifa kabla hujaeleza shida yako. Najua kilichokuleta, umetoka mahali fulani, umekuja ukapita sehemu fulani, ukaongea na mtu 1 2 3. Umejuaje? Elewa, ni connection. Mwili wako si mwili wako tena. Amen. Kwa hiyo hata unapokutana kimwili nje na ndoa, uwe na uhakika kuna kitu umeshakidaka kutoka huko. Hata kama sio ugonjwa, tunaongelea vitu vya ndani, tabia fulani itaanza kuingia huko. Tabia ya kahaba uliyekutana naye, ulisema nimezidiwa, nipumzike kidogo, mara moja tu, basi uwe na uhakika kuna tabia umekuja nayo. Wakati utakapokutana wewe na mtoto anayetengenezwa, nilisema jana, kuna sehemu ya tabia inaanza kuhamishwa kutoka huku kwa mama kuunda tabia ya mtoto. Tabia ya baba inaundwa sehemu pia kwa hiyo mtoto anaweza akazaliwa, lakini akaja akawa na chimbuko la yule unamjua mwenyewe. Na wakati mwingine ndiyo maana watumishi wanafika mahali wanasema, kuna siku uliwahi kulala na mtu fulani mahali fulani, unakumbuka? Ndiyo, shida hii imetoka kule. Amejuaje? Biblia inasema, lakini mambo ambayo jicho halijaona, masikio hayajasikia, lakini Roho utofunulia. Kwa nini? Hapo hamjui au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Tena ninyi si mali yenu wenyewe, manake mwili huo uko controlled sasa na Roho. Ndio maana mtu akishajiunga akawa memba kule, mtumishi anatafuta upako kwa nguvu za kigiza. Unashangaa ghafla alikuwa hana uwezo wa kuona, anaanza kuona. Zile roho zina supply. Ni kama mtu aliye connected na Roho, anaona, anajua vitu. Kwa hiyo damu inatumika kwenye agano kwa sababu ni kifungamanisho kikubwa cha kuwafanya walio pande mbili kuwa kitu kimoja, na wanafanywa wawe kitu kimoja. Kwa nini? Iwe rahisi kutimiziana, kusupply. Akitaka itume roho, ni kwa sababu mko connected, ni rahisi sana roho kumwingia huyu, na wewe ni rahisi sana kupokea roho ya huyu.